ijwi ry'Ubisilamu risamiranira mu Burundi. Alhamdulillahi alladhi khalaqa hadha al-kawna wa abda'ah wa awda'a fihi min al-jamali ma awda'ah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa la nidda ma'ah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu faza wa aflaha man ittaba'ah فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله جل في علا. Tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu aliyeumba ulimwengu na akauanzisha wakati ulikuwa haupo. Kwanza dunia haipo, akaileta Allah subhanahu wa ta'ala akaitandika hapa ardhini. Qala subhanahu awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Kasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hawaoni makafiri wapinzani wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ardhi na mbingu mwanzoni vilikuwa vimeambatanishwa, vimekamatishwa. Hii ndio asili ya ulimwengu. Dunia ilivyokuwa awali, mara ya kwanza na iumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alikuwa imekamatisha mbingu na ardhi, vyote vimenatana hivi kama chapati mbili zilizokamatwa zikaambatanishwa. Fafataqnahuma, lakini tukaziachanisha baadaye. Mbingu tukaipandisha, mbingu ya dunia, na ardhi kabaki sehemu yake. Huu ndio utaradishaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ashukuriwe sana Mwenyezi Mungu na asifiwe, aliyeiumba dunia hii na akaitengeneza ardhi, akaianzisha wakati ilikuwa haipo. Tunakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja wa pekee asiyekuwa na mfano wala mshirika, kama tunavyokiri kwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala apeleke rehema na amani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye kishafaulu na kishashinda yule ambaye kajiweka tayari kumfuata kwa wema mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, nikuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, usia ambao nafsi yangu pia naihusia. Kwa pamoja tushirikiane katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, sheria zake tuzitekeleze, makatazo yake tuyaepuke. Katika kufanya hivyo ndipo utapatikana ushindi katika maisha yetu ya dunia na pia kuupata ushindi katika maisha ya akhera. Ibadallah, an-nadhiru fil kawn ahyaihi wa jamadihi ma'a was'ihi wa kibari hajmihi kayfa yakhda'u li amri Allah wa yanqadu li tadbirihi sayash'uru bijalali Allah subhanahu wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ukiutazama ulimwengu, dunia ilivyo, ukubwa wake, upana wake, urefu wake, makubwa yaliyokuwemo ndani ya dunia, itazame mbingu ilivyokaa, itazame ardhi ilivyokaa na ukubwa wake. Nani katika dunia hii kisha tembea mwanzo wa dunia akafika mpaka mwisho wa dunia, akauona mwanzo wa dunia ni hapa na mwisho wake ni hapa, na masafa ya upana wake akayakadiria? Hajapatikana mtu katika hii dunia na wala hatopatikana. Mapana yake na marefu yake, chini kwenye ardhi kufika hadi kwenye mbingu ya kwanza, masafa yake vinakwenda vyombo vya kila aina vya kisasa, lakini hata siku moja havijafikia kuanza kwenye ardhi mpaka kufika kwenye mbingu kuiona hapa ndipo mbingu inaanzia. Halijatokea na wala halitotokea. Sasa uangalie ukubwa wa hii dunia ya Allah alivyoitanua akaiumba, alafu akaiwekea mipango ambayo haijafeli hata siku moja. Kakadiria masaa ya usiku, kakadiria masaa ya mchana, na kila siku vyapishana kila kimoja kwa muda wake.
mipango aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika nchi ambazo zina vipindi vya majira, misimu miwili kwa mwaka, kipindi cha kipwa, kipindi cha masika, vinapishana kwa usawa. Ukifikia muda wa masika, mvua zitanyesha. Ukafikia muda wa kipwa, jua litakuja na mvua itakatika. Mpangilio aliyoupanga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya yote watukufu wa Islamu ukiangalia, alafu ukaangalia dunia inavyonyenyekea kwa Allah, zile ratiba ambazo Mungu aliipangia dunia zinakwenda ni zile zile bila mabadiliko, dalili ya kumheshimu kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna siku za mwezi kuwaka, kuna siku za mwezi kuzima, kiza kikatanda katika nchi au dunia, na zile tarehe za mwezi kuwaka zikifika tu lazima mwezi mtauona umechomoza na umeanza kuwaka. Na ikifikia tarehe za mwezi katikati ya mwezi, lazima mwezi utakuwa umeanza ni mwezi muandamo mdogo kabisa, kiasi ambacho wakati mwingine hauonekani mpaka kwa viona mbali. Lakini kadiri siku zinakwenda, mwezi unakwenda unakuwa unajiongeza mpaka unafikia kuwa mkubwa. Yasalunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wanakuuliza watu, ewe Muhammad, kuhusikana na mwezi muandamo, mbona kanaandama kadogo kama uzi, lakini kadiri siku zinakwenda unakuwa ni kipande, lakini kinakuwa kinanenepa, na hatimaye unajaa, unajifunga, unakuwa mduara. Wanakuuliza kwa nini huu taratibu? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wajibu waambie huu ni mpangilio kisha uweka Allah kwa ajili ya kuhesabu siku, wajue muda wa kwenda kufanya ibada ya hija kama umefika. Kumbe kupitia mwezi, mabadiliko ya ukubwa wa mwezi ni kuwapa watu fursa ya kuhesabu tarehe na siku. Mwezi wa tarehe 1 huu, mwezi wa tarehe 2 huu, umefika mwezi wa tarehe 15 huu, unaanza kupunguka tena, unarudi nyuma taratibu mpaka unapotea, unaanza upya, mwezi umekwisha, unaanza mwezi mwingine. Sasa huu ni utaratibu na mfumo ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kauweka katika dunia yake. Sasa haya yote ndugu zangu Waislamu ukayatazama, ukayafuatilia kwa karibu, utauona ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama mtu hajamjua Mungu na akauona ukubwa wake, angalia hivyo alivyoviumba. Na hili ndilo alilotuomba Mungu tulifanye. Afalam yanzuru ila malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay. Hawatazami watu vile vinavyoutangaza ufalme wa Mungu katika viumbe vyake alivyoviumba. Tazameni viumbe vya Mungu, mtauona ukubwa wa Allah, mtauona ufalme wa Allah, mtamjua kama Mungu ni nani. Manake ukiabudu kitu unachokijua, usiabudu kitu hewa ambacho ukifahamu. Allah haonekani kwa macho, lakini anasema angalieni ishara zangu, kwa vile nilivyoviumba mtanijua. Na ndio maana katika nguzo za imani wanachuoni wakatuwekea nguzo ya imani mmoja ya pekee, nguzo 6 za imani, lakini miongoni mwazo mmoja anasema anta'budallaha ka'annaka tarahu, muabudu Allah kama vile unamuona mbele yako. Utampa sura gani? Ukimweka mbele yako Allah utampa sura gani? Hana sura yoyote, lakini ufalme wake, ukubwa wake, ukiangalia vikubwa alivyoviumba, sasa yeye atakuwa ni mkubwa wa kiasi gani Allah. Hii sura ukaileta mbele yako katika uso wako na akili yako, utajua unatembea vipi na Allah katika dunia aliyoiumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamheshimu Allah kwa sababu utajua kama ni mkubwa, ukubwa wake hauna mfano. Utaheshimu sheria zake kwa sababu tayari kupitia alivyoviumba ukubwa wake unajionyesha. Akatuomba yatazameni niliyoyaumba mtauona ufalme wangu. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kathiran ma yudhakkiru ashabahu bi'azamati Allahi wa qudratihi wa dhalik litarbiyati qulubihim ala ta'zimi Allahi subhanahu wa ta'ala wa tawqirihi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake amewalea maswahaba katika maisha ya kuwafundisha kumjua Allah. Ndio malezi aliyowapa. Kwanza wamjue Allah, wajue anachokiabudu ni kipi, ni nani anayemwabudu, ana nguvu za kiasi gani, ana ukubwa wa kiasi gani,
akawalea katika haya mazingira. Na ndio maana ndugu zangu, ukisikia maisha walioishi hawa maswahaba, ukasikia historia zao walivyotumikia Uislamu, ukasikia maisha yao, mapenzi yalivyokuwa baina yao, ukasikia ukubwa wa imani zao ulivyokuwa, utasema hawa hawakuwa binadamu, labda ni malaika. Au haya yanayotajwa kwa ajili ya kuwasifu hawa ni mapambo tu wamepambia watu, lakini binadamu kama binadamu hawezi kuyafanya haya. Na ndio maana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akautahadharisha umma, akawaambia la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Onyo kwenu nyie Waislamu, asithubutu mtu hata siku moja kufungua mdomo wake anawatukana wanafunzi wangu, anafungua mdomo wake anawatukana maswahaba zangu. Msithubutu, la tasubbu ashabi, mtu atukane maswahaba zangu. Katuachia Mtume onyo hilo. Eti kwa nini tusiwatukane? Anasema laiti mmoja wenu nyie Waislamu nyie atapandisha imani, akamuokopa Mungu kwa kiasi kikubwa, akajiona sasa mimi hapa masha Allah imani imejaa kifuani mwangu. Hii imani hii Mtume akaifananisha, akasema iwe kubwa basi angalau ifikie ukubwa wa mlima wa Uhud, ndio imani yako umebeba hiyo. Mtume anasema hiyo imani yako na ukubwa wake haijafikia imani ya sahaba hata mmoja, au nusu basi ya imani ya sahaba haujafika bado. Hawa walikuwa watu si wa kawaida hawa. Sasa Mtume aliwalea hawa, akawafundisha Mungu ni nani, wakamuona Allah, na kila hatua katika maisha yao walikuwa natembea Mungu wanamuona mbele ya macho yao hapa. Ndio maana wakayafanya makubwa. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika kulieleza hili, ikaja hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaraa hadhihi al-ayata wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Eti Mtume siku moja alisomea hii aya, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Eti hao washirikina hao wapinzani hawajampa Mungu heshima yake kama inavyostahiki. Maki kuna heshima Mungu anatakiwa apewe, sio kusondeka. Mpende Allah, umheshimu kikamilifu. Sasa akaisoma hii aya Mtume mbele yetu, anasema wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama, na hii ardhi yote mnavyoiona hii Allah ataikunja siku ya kiyama ishike mkononi. Was samawati matwiyatun biyamini, na mkono wake wa kulia Allah azikunje mbingu zote kwenye mkono wake wa kulia. Hapa ardhi yote ameikunja, na hapa mkono wote na mbingu zote kazikunja kwenye mkono wa kuume. Anaeleza haya Mtume mbele ya maswahaba wakimsikiliza mwalimu wa umma. Baada ya kuyataja haya, anasema sallallahu alayhi wasallam, baada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukunja mbingu mkononi kwenye mkono wa kulia, ardhi kwenye mkono wa kusoto, yuharrikuha, anatikisa. Mtume akawa anatikisa mkono wake, anatoa hayo maneno kwenye mimbara, anatikisa mkono. Anasema Mungu anajisifu siku ya kiyama, amekunja mbingu, amekunja ardhi, anasema ana al-malik, anazikunja, ana al-jabbar, ana al-mutakabbir, anakunja. Anasema mimi ndio Mungu ambaye siwezekani, nina nguvu za ziada, hakuna mfano wangu, mimi ndiye mwenye kiburi. Anakunja mbingu, anafinya huko, anakunja na ardhi zote mkononi mwake Allah. Sasa angalia, huyu anayekunja mbingu 7 mkononi, anakunja ardhi 7 mkononi, na ukubwa wake na uzito wake, yeye ni mkubwa wa kiasi gani? Sasa ndio maana Mungu anatuomba tufikirie, tutazame vile alivyoviumba, tutauona ukubwa wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalea maswahaba maisha ya kuwafunza wamjue Allah. Maana ukimjua Allah utapata namna ya kumwabudu, ukimjua Allah utapata namna ya kumhofu na kumwokopa, ukimjua Allah utajua namna ya kutembea katika maisha yako. Lakini kama akili yako haijavuta huu upeo wa Allah na ukubwa wake, utatembea kama mnyama, utakuwa kama mbuzi barabarani, akishakula akashiba basi ametosheka.
Lakini binadamu sivyo, anavyotakiwa kuwa lazima ajue anatoka wapi, anakwenda wapi. Ajue kama kuna ibada ambazo anatakiwa azifanye, ajue kama kuna Mungu ambaye anatakiwa muheshimu, na huu Mungu ujue uzito wake, ukubwa wake, cheo chake na kila kinachomstahili, umpe haki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, huu ndiye Allah, ukubwa wake hauna mfano, na kila Muislamu anatakiwa aujue ukubwa wa Allah. Siku moja wameeleza wanachuoni katika vitabu eti rajulun nazala min Britani wa zawjatuhu ila al-Yaman, safari turisme alifanya mtu mmoja na mke wake kutoka katika nchi ya Uingereza. Ni wazungu hawa, mashallah, wenzetu wana uwezo, unaweza kujipanga mwaka huu tutatembelea nchi fulani, tukaona mazingira ya kule, tukasome kule, na hili analipenda sana Allah, na akatuhusia afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi, hamtembei ardhini mkaone ukubwa wa Allah, hamtembei ardhini mkaone Mungu alivyowafanyia watu wa zamani. Kuna nchi ukitembea ipo miji imetengwa maalumu, imebakia kama ni sehemu za maonyesho, ambapo waliishi watu miaka ya zamani wakamuasi Allah, Mungu akateremsha gharqa na adhabu juu yao. Kwa nyumba zao zimebaki mpaka leo, zipo, ni majumba, watu hawapo mpaka leo, vipo. Ukienda utaonyeshwa hapa ndio walikuwa wanaishi watu fulani hapa. Qur'ani ilieleza miaka kama elfu na zaidi, lakini mpaka leo majumba yako. Mungu anasema tembeeni katika ardhi mtasoma. Hawa mke na mume kutoka Uingereza wakafanya ziara na wao kutembelea katika nchi, wakawa wamepata bahati mwaka huo wakaitembelea nchi ya Yemen. Wameingia Yemen mke na mume, lakini katika kupita pita mitaani falaqiya aliman min ulama al-Yaman, ghafla wakakutana mitaani na mwanachuoni mwenye asili ya Yemen. Na Yemen masha Allah kuna elimu si mchezo. Masahaba wengi wa mtume walitembelea Yemen na walifia kule, wakazikwa kule. Kwa hiyo katika nchi za Kiislamu zenye elimu ya dini, nchi ya Yemen pia ni tegemezi. Wakakutana na mwanachuoni mmoja, wakamsimamisha yule mama mke wa yule bwana, akamwelekea mwanachuoni akamwambia, muslimun anta, bwana mheshimiwa, tafadhali nikuulize, wewe ni Muislamu? Akasema ndio, mimi ni Muislamu. Ni Muislamu? Akasema bila shaka mimi ni Muislamu. Akaambia dinukum hadha khirafatun, akaambia hii dini yenu asatirun wa khirafatun, hii dini yenu ya Uislamu ni dini isiyokuwa na msimamo, ni dini ya kubuni, ya kutengenezwa tu, watu wamekaa chini wakapanga vitu vyao, si dini ya Mungu, ni dini tu ambayo ujanja tu. Yule sheikh wa Kiislamu akaambia dinuna hadha, akaambia kadhabta, umesema uongo, dinuna dinul ilmi wal aqli, akaambia dini yetu ni dini ya elimu na dini ya busara na akili, ni dini ambayo inatakiwa mtu aisome aijue, ni dini inayosomesha, sio dini ya upuuzi, na ni dini ambayo inatembea na akili. Ukifundisha mafundisho yake ukayaelezwa, akili itayakubali. Kwa hiyo sio dini ya kubuni hii, sio dini ya ujanja. Hapana, umesema uongo mama, umetukosea. Yule mama akamjibu akasema, saufa uthbitu laka bil adillati almadiyati sidqa qawli, akasema sasa bwana, mimi nitakupa ushahidi ambao unashikika, ushahidi wenye mashiko, maana unaeleweka, ambao utakuja kukuthibitishia na kukuhakikishia haya niliyoyasema. Kama dini yenu ni upuuzi tu, ni vitu wameunda tu watu wakakuwekeeni hapo, si dini ya Mungu, nitakupa ushahidi ambao unaeleweka. Akaambia mahu, akaambia basi naomba uniambie mahia, nipo ushahidi. Ni ushahidi gani ambao utanithibitishia kama dini yangu ni ya upuuzi? Akaambia man taabudu, kwani wewe shekhe, wewe Muislamu unamwabudu nani hasa katika ibada zako za kutwa nzima za siku zote, nani unaimwabudu? Akasema Allah, mimi ninamwabudu Allah. Huu tunayemzungumza leo, huyu unamwabudu Allah. Mama anamtafuta Allah, hamuoni, kwa sababu yeye anachokizingatia yeye ni kile ambacho hawasuhu tuwafiquhu, yale ambayo akili yake inayakubali, yeye anayaona kwa macho, na anajua kama hiki kipo. Kile ambacho anapeleka mkono anakishika,
akakisema mkono umekigusa, unajua kama hiki kipo. Hata kama ni kipofu ukaambia hii ni bakuli, atakubali kama ni bakuli mpaka apeleke mkono kwanza ishikie muundo wake, ausikilize imeundwa aje. Hii ni bakuli kweli. Hiki ni kikombe, apeleke mkono, akiguse akipapasa, sisi kinaka mkono pembeni, hiki ni kikombe kweli. Hii ni sahani. Kwa hiyo hawezi kukubali kipofu kitu mpaka kile ambacho hisia zake zitakubaliana nacho, sawa ni mkono au ni masikio kayasikia. Hii ni mbuzi inapita hapa, asikia nasema ni mbuzi kweli. Hiki ni chakula, hakikisha amesikia harufu yake ndio anakubali kama ni chakula. Lakini mtu mzima ambaye anaona, anasikia, ni mzima wa viungo, chakula anaiona kwa macho, anakubali ni chakula. Kipofu yeye haioni chakula mpaka asikie harufu au aitumie mdomoni ameila. Na hawa mama na mke na mume wake walikuwa hawauamini Uislamu wala imani ya Uislamu hawana, wala hawaukubali, wanakubali kile ambacho viungo vyao vinakubaliana navyo. Akaambia Allah ndio nani unayemwabudu? Naomba unaambie huyu Allah unayemwabudu ma arduhu ma hajmuhu ma arduhu wa ma tuluhu. Hu Allah unayemwabudu, naambie ukubwa wake, urefu wake, ni mrefu wa metri ngapi, na ni mnene upana wake kiasi gani, naambie nifasirie. Sheikh akamtazama akashindwa kumuelewa. Huyu kwa akili yake ya kisomi sawa na masomo yake aliyesoma, haamini kama kuna Mungu mpaka amuone kwa macho, amjue Mungu ukubwa wake. Sawa na imani zao wao wanavyomwamini Nabii Isa kama ndiye Mungu wao. Sasa Nabii Isa kwa picha ambazo wanazionaga wao, wanaona urefu wake, upana wake, wanamkadiria ni binadamu, wanamjua urefu wake na unene wake. Sasa na huu Allah anayemwabudu ni mrefu kiasi gani na ni mnene kiasi gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huu ni msiba ndugu zangu Waislamu. Mtu unataka kujua ukubwa na urefu wa Allah analingana kiasi gani. Ndugu zangu Waislamu, mgeni kafiri katika nchi ya Yemen anamkabili shekhe na kutaka kumuonyesha kama Uislamu si dini sahihi. Uislamu ni dini ya ujanja. Uislamu ni dini ya kubuni, eti kwa madai tu Waislamu hawamjui Mungu wao ukubwa wake ulivyo. Hilo tu ndio kosa la Waislamu. Na kukosekana Mungu kujulikana ukubwa wake, Waislamu hawajui Mungu wanayemwabudu anavyofanana, ukubwa wake, urefu wake na upana wake. Eti basi hili peke yake linafanya kuwa Mungu wa Waislamu hafai na dini yao pia haifai. Kwa hiyo kwa hoja hii yeye akaona kama amemkinaisha shekhe. Kumbe shekhe ana haja ya kumtafuta Mungu ambaye anaeleweka zaidi, ambaye akili ya binadamu inamuona, inampiga picha, inamfasiri. Ondoka huku urudi huku, mtafute Mungu wa haki ambaye anaonekana kwa macho, anajulikana. Sheikh akamtazama akamuona huyu bado ni mpumbavu, ni mjinga, Uislamu haujui wala hajausoma, na akili yake bado inamdanganya maskini, labda pengine kutokana na masomo yake aliyosoma, lakini hajamjua Allah vilivyo kikamilifu kama inavyostahili. Sheikh akaambia, tafadhali nikuombe, hal as'aluki su'alan, eti nami nikuulize suala kabla ya kukujibu. Akasema, tafadhal, lete suala lako na wewe uniulize. Akaambia, man hadha alladhi ma'aki, ni nani huu ambaye uko naye hapa? Akaambia, hadha zauji, huyu mume wangu. Mume wako yeye umepatia, hujakosea wala hujasawa, kwa sababu mume wangu. Akasema sawa. Ma tuluhu, hal tuhibbuhu, hal tuhibbinahu, je unampenda mume wako? Akasema uhibbuhu, ndio bila shaka mume wangu nampenda. Akaambia, ma tulu hadha alhubbi wa ma arduhu, naambia mapenzi unayompenda mume wako yana urefu wa kiasi gani na yana upana wa kiasi gani? So umekubali unampenda yeye, tena unampenda sana yeye. Sasa naambia mapenzi unayompenda yana urefu wa kiasi gani na yana upana wa kiasi gani? Alipomuuliza hili suala, mama akasema, wa halil hubbu yuqasu bil kilometrati. Sasa shekhe naambie, mapenzi nayo yanapimwa kwa kilometraje? Urefu wake metri ngapi? Na mapenzi huaga yanapimwa hivyo. Akaambia, wewe kama mapenzi ya kumpenda mume wako yamekushinda kupima, unataka kumpima Allah ndio muwezi. Na wakati Allah ndio ameumba mapenzi,
akaumba kila kitu ambacho unakijua na usichokijua, unachokiona na ambacho hujakiona, kaviumba kavitengeneza Allah subhanahu wa ta'ala. Mapenzi ni kitu kadogo, lakini kanasumbua mioyo ya watu. Watu hawalali, watu wanaumwa, watu wanauza vyao kwa ajili ya mapenzi tu. Eti anajisifu mapenzi ni makubwa, ninapenda sana, lakini wewe ukubwa wa hayo mapenzi unaanzia wapi, unarudilia wapi? Hawezi kupima binadamu ukubwa wa mapenzi. Sasa kama umeshindwa kupima ukubwa wa mapenzi, yule aliyeyaumba mapenzi akayafanya makubwa ya kushinde wewe kuyapima, utampima yeye ndio umuweze? Yule akainama akasema shahadu an la ilaha illa Allah, nakubali Uislamu. Uislamu ni dini ya haki, ni kweli mnafundisha, na mafundisho yenu kama nilivyosema yanaingia kwenye akili. Mama kaingia Uislamu na mume wake akaingia Uislamu, ziara yao ikawa imezaa matunda, wakajikuta wote wamerudi kwao wamebeba nuru na imani ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, huu ndiye Allah, huu ndiye Mungu tunayemwabudu. Kuna haja kila Muislamu amjaze Allah kwenye akili yake, auone ukubwa wa Allah, ili aweze kutembea naye vyema katika hii ardhi, ajua anaishi naye vipi katika hii ardhi. Lakini vinginevyo utajikuta kila siku wewe ni mkosefu, ni mkosaji, kila siku wewe ni mtu wa makosa. Lakini ukiuona ukubwa wake, ukamuona yule unayemkosea, ukamuona yule unayemwabudu, bila shaka ukaribu wako wewe na yeye utakuwa ni mkubwa zaidi kupita maelezo. Huu ni usia wangu kwa ndugu zangu Waislamu. Lakini kufikia hiyo hatua, kila siku yaangalie aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala, yatakuonesha ukubwa wake. Katupa mifano Allah, katuchapia kwenye Qur'ani, aya ni nyingi sana. Tabarakalladhi biyadihi almulku, ametukuka Mungu ambaye ufalme uko mkononi mwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadirun, na yeye ndiye mwenye uwezo juu ya kila kitu. Alladhi khalaqal mauta wal haya, ambaye kaumba kifo na uhai. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kaumba uhai na kifo ili akujaribuni nani anafanya mazuri. Lakini lengo letu ni aya inayofuata, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, Mungu aliyeumba mbingu 7 tabaka juu ya tabaka. Hii inakaa juu ya nyingine, nyingine juu ya nyingine, nyingine juu mpaka mbingu 7. Lakini hizi mbingu 7 Mungu anasema ma tara fi khalqihi min tafawut, hauwezi kuona katika alivyoviumba kama mna kasoro, hamna kasoro. Sasa iangalie mbingu ya kwanza, ya pili, zote zimesimama, lakini min ghairi amadin tarawunaha, havina nguzo mnazoziona. Tuko duniani, mbingu tunaiona, lakini hatuoni nguzo inayoshika. Mungu anasema hakuna nguzo mnazoziona zinaishika mbingu, na ya juu yake ni zimekaa zimening'inia tu, hazina nguzo na haziporomoki. Angalia ufalme wa Allah. Thumma arji'il basara farji'il basara karratayn thumma arji'il basara karratayn, tizama uchunguze, alafu rudisha macho chini, yainue mara nyingine ujiongeze kutizama. Yarji'u ilaika albasar khasi'an wa huwa hasir, macho yako yatarudi chini yakiwa yamehuzunika, yamekosa kasoro hata moja. Hata ufa ule mstari wa kupasuka kibambazi kwenye nyumba zetu, kwenye mbingu hakuna. Kusema zimechoka, zimekaa miaka mingi, zimekosa nguzo ya kuzishika, sasa zimeanza kuleta mstari mbingu, hamna kitu kama hicho. Mungu anakataa. Thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir, macho yako yatarudi chini yamehuzunika, yamekosa aibu. Huu ndiye Allah, huu ndio ukubwa wake Allah. Sasa viangalie viumbe vyake alivyotengeneza, vitakuonesha ukubwa wake yeye aliyevitengeneza. Atuwezeshe Allah subhanahu wa ta'ala kuudiriki ukubwa wake tuone. Atuwezeshe Allah subhanahu wa ta'ala kumheshimu, kumpa heshima inayolingana na ukubwa wake. Nur, ijwi ry'Ubuislamu risamiranira mu Burundi.